Watu wa Mungu wenye nia na lengo la kwenda mbinguni hawawezi kuvaa mavazi kama haya ambao wamevaa haya. Vijana wengi wa kike na wa kiume wanaenda makanisani wakiwa wamenyoa hivi, wakiwa wamevaa suruali wanawake, na wanaamini wataingia mbinguni. Neno la Mungu limekataza mwanamke kuvaa suruali, na neno la Mungu limekataza mwanaume kuwa na manywele marefu. Kwanza watu wengi wanasema ya kwamba Mungu haangalii mwili, anaangalia roho. Mnajidanganya. Acheni mafundisho ya kupotosha watu, mafundisho ya mashetani ya kwamba eti Mungu anaangalia roho, haangalii mwili. Sasa nataka nikuonyeshe neno linalothibitisha kwamba Mungu anaangalia na miili yetu. Kitabu cha Warumi sura ya 12 kuanzia mstari wa kwanza. Neno la Mungu linasema hivi: basi ndugu zangu, na wasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana. Hajasema zitoeni roho zenu ziwe dhabihu. Toeni miili yenu iwe dhabihu mbele za Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana. Leo hii inakuwaje wanasema eti Mungu haangalii mwili, anaangalia roho? Na kama Mungu anaangalia roho tu, haangalii mwili, mbona sisi ambao tuko pamoja na wewe tunakuona umevaa vibaya, unatendesha dhambi? Na Yesu alisema mtazamaye mtu na mwanamke kwa kumtamani amekwisha kuzini naye. Kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya 6 na mstari wa 19, neno linasema hivi: au hamjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu, mliyepewa na Mungu? Sasa hapa mbona inasema au hamjui miili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu? Haijasema roho zenu ni hekalu, miili yenu. Inakuwaje leo unaanza kutuambia mafundisho yako ya kishetani ya kwamba eti Mungu huwa haangalii mwili, anaangalia roho? Acha uhuni. Tena nimemalizia kwa kusema wala si miili yenu wenyewe. Inamaanisha ukishamkubali Kristo, ule mwili wako wote unakuwa sio wako. Inatakiwa mruhusu Roho Mtakatifu aumeze ubinadamu wako, ameze kila kilicho chako, macho yako, viungo vyako, roho yako, nafsi, yani kila kitu aanze kukimiliki Roho Mtakatifu. Ndio maana ambao watenda dhambi, wakishatenda dhambi kwa asilimia kubwa, miili yao inamezwa na uovu. Macho yake yanakuwa sio macho yake. Yani chochote mwanamke yote anayemtazama yeye ni kutamani tu. Chochote anachokiangalia ni kutamani tu, kwa sababu macho yake si macho yake tena. Na kwa Mungu ni hivyo hivyo. Mwili yenu si miili yenu tena. Ni ya Roho Mtakatifu, si miili yenu wenyewe tena. Na kitu ambacho si chako huwezi kukiendesha unavyotaka. Unamruhusu mwenye kitu. Sasa miili ishakuwa sio yetu. Sasa wewe unang'ang'ania uendelee kufanya unachokitaka, kutazama unavyotaka, kuwaza unavyotaka, kuvaa unavyotaka, kwa sababu bado huna roho. Ndio maana kila dhambi unataka wakuhakikishie kwa neno. Kuna dhambi zingine ambazo uzijui. Ukiwa na Roho Mtakatifu anakuongoza mwenyewe, ila kama huna roho utajikuta umepotea. Sasa kwa kuwa miili yetu Mungu anasema tuitoe kama dhabihu, haitakiwi tuivalishe mapambo, mavazi ya hovyo, kwa kuwa ni hekalu la Mungu. Kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 3 mstari wa 7, wakafumbuliwa macho wote wawili, wakajijua kuwa wa uchi, wakashona majani ya mtini, wakajifanyia nguo. Jamaa walipofumbuliwa macho wakaona, oh, tuko uchi bana. Yeah? Sasa lengo la mavazi huwa tunavaa ili kustiri utupu. Vazi lolote ambalo haliwezi kustiri mwili wa mtu limeacha maungo yako wazi, huyo yupo nje na neno la Mungu. Kwa hiyo vazi lolote ambalo mtu amelivaa halafu halijafunika maungo yake, halijastiri mwili wake, yupo kinyume na mapenzi ya Mungu. Hayupo kama Mungu alivyoamuru, sawa sawa na kitabu cha Timotheo sura ya 2 na mstari wa 9. Tunavaa mavazi ili kustiri miili. Kwa hiyo mwanaume, mwanamke, ukivaa vazi ambalo halikustiri, uko kinyume na mapenzi ya Mungu. Ukiona umeanza kutafuta mavazi ili kujipamba, ushatoka nje ya Mungu. Masuruali ulikuwa unavaa kabla hujaokoka, tena umeokoka bado unavaa tu. Utabadilika lini wewe? Yesu gani ambao uko nayo wewe? Unaona hapa kwenye kitabu cha Mwanzo walipojitengenezea mavazi. Sasa tuone Mungu alifanyaje baada ya wao kujitengenezea mavazi. Tunaenda Mwanzo hiyo hiyo sura ya 3 mstari wa 21. Adam na Hawa walipojitengenezea mavazi, Mungu alifanyaje? Wakajifunika, wakajificha. Mwanzo 3:21. Bwana Mungu akawafanyia Adam na mkewe mavazi ya ngozi akawavika. Kwa nini Mungu hakuwaacha na wale ambao walijitengenezea wenyewe? Ni kwa sababu yalikuwa bado hayajawafunika vizuri. Tena walikuwa wawili tu, mke na mume bado, lakini Mungu akawafanyia mavazi, wakajifunika, wakastiri utupu wao. Lakini leo hii na vimodo vyenu mko uchi, mko utupu, mnakuja kanisani. Mnakuwa kama mitego, mnasababisha watu wanaanguka. Nyinyi wanawake mnaovaa utupu, wanaume wanaowatamani wanaenda motoni, kwa sababu leo nasema mtamanie mwanamke kumtamani ameshazini naye. Kwa hiyo mtu mwenye kuzini anaenda motoni. Wewe unayevaa mavazi ya kujichonga, mavazi ya nusu utupu, na unawasababishia wanaume wanaenda motoni. Huko na wewe utawafuata. Muone kwanza. Neno la Mungu linatusii tufundishane na kuonyana. Kuna mtu anaweza kusema, kwani wewe unatufundisha, wewe ni mchungaji? Neno la Kristo na likae kwa wingi ndani yenu katika hekima yote, mkifundishana na kuonyana kwa zaburi na nyimbo na tenzi za rohoni, huku mkimwimbia Mungu kwa neema mioyoni mwenu. Kwa hiyo neno la Mungu limetusihi, limeturuhusu pale unapomwona mpendwa mwenzio anakuelekea sio,
unaruhusiwa kumfundisha na kumuonya, ila kama ni mbishi mwache aende. Sasa tunaenda moja kwa moja kwenye neno ambalo linakataza mwanaume kuwa na minywele mirefu. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 11 kuanzia mstari wa 3. Lakini nataka mjue ya kuwa kichwa cha kila mwanaume ni Kristo, na kichwa cha mwanamke ni mwanamume, na kichwa cha Kristo ni Mungu. Kila mwanamume asalipo au anapohutubu, naye amefunika kichwa, anaaibisha kichwa chake. Yaani mwanaume unapokuwa unasali kanisani, afu umevaa makofia au umejifunika kichwani, sio sawa, ni kosa. Neno linaposema anaaibisha kichwa chake, maana yake ni kosa. Kwa hiyo mwanaume unapofundisha neno la Mungu, au unapoongoza hata ibada, au unapokuwa mtaani unafundisha neno la Mungu, au unapokuwa kanisani unasali alafu umevaa mikofia, sio sawa. Neno la Mungu limekataa. Bali mwanamke asalipo au anapohutubu bila kufunika kichwa chake, yuaibisha kichwa chake, maana ni sawa na yule aliyenyolewa. Mwanamke wewe unapofundisha au unapokuwa unasali, inatakiwa uwe umefunika kichwa chako. Kama hujafunika ni kosa. Maana mwanamke asipofunikwa na akatwe nywele, au ikiwa ni aibu mwanamke kukatwa nywele zake au kunyolewa, na afunikwe. Kwa maana kweli haimpasi mwanamume kufunikwa kichwa, kwa sababu yeye ni mfano wa utukufu wa Mungu, lakini mwanamke ni utukufu wa mwanamume. Mmesikia hiyo? Nyinyi wanawake funikeni vichwa, na nyinyi wanaume mnaoenda na manywele mirefu, neno lenu hili hapa. Je, inapendeza mwanamke amuombe Mungu asipofunika kichwa? Je, hayo maumbile yenyewe hayafundishi ya kwamba mwanamume akiwa na nywele ndefu ni aibu kwake? Kwa hiyo mwanaume, nyoa manywele yako hayo uliosokota, malasta yako. Nisikizeni niwaambie kwa makini. Yaani haiwezekani wewe wakati hujaokoka na hujamfuata Yesu useme wewe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ulikuwa unasokota manywele yako. Tena umemfuata Yesu, bado uko vile vile. Na Mungu anasema tusiipende dunia wala iliyomo katika dunia. Bado uko vile vile na manywele yako. Mwanamke wakati hujaokoka na hujasema Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, ulikuwa unaenda na masuruali hivyo kwenye baa mtaani. Tena umeokoka, bado unavaa masuruali vile vile, na leo linakataa. Bado hujampata Mungu wa kweli, huna roho. Wakorintho wa kwanza 11:16 kwenye haya mafundisho ambayo limetoa Wakorintho ya kuhusu kufunika kichwa kwa mwanamke akiwa anasali, na mwanaume kutokufunika kichwa akiwa anasali au anapohutubu, na mwanaume kunyoa nywele, asiwe na nywele ndefu. Limefunga kwa kusema hivi: lakini mtu yoyote akitaka kuleta fitina, sisi hatuna desturi kama hiyo, wala makanisa ya Mungu hatuna desturi ya namna hiyo ya wanaume kuwa na manywele marefu kwenye kanisa la Mungu. Hatuna desturi ya namna hiyo ya wanawake kutokufunika kichwa kwenye makanisa. Baadhi ya wanawake wanatili neno wanafunika kichwa, wengine ni wabishi. Huo ubishi wenu utawatafuna. Sasa tumeshahama kwenye upande wa wanaume kuwa na manywele marefu ni kosa, tushamaliza. Kwa hiyo kama unaendelea utajua mwenyewe. Na tumeshahama kwa upande wa wanawake, wao wanafunika vichwa wanapokuwa wanafundisha neno au wanaposali, wafunike vichwa vyao. Kama utaendelea utajua mwenyewe, lakini kama ukijua ni kosa. Tunakuja kwenye upande wa mavazi. Kumbukumbu la Torati 22:5. Mwanamke asivae mavazi yampasayo mwanamume, wala mwanamume asivae mavazi yampasayo mwanamke, kwa maana kila afanyaye mambo hayo ni machukizo kwa Bwana Mungu wako. Kila mmoja anayajua mavazi yanayompasa mwanamke, na kila mmoja anajua mavazi yanayompasa mwanaume. Kama kila mmoja jinsi anavyojua ya kwamba chumvi tunaweka kwenye mboga na sabuni tunaogea, ndivyo kila mmoja anavyojua kwamba mavazi ya mwanaume ni haya na mavazi ya mwanamke ni haya. Usitake kujizima data. Kwa hiyo mavazi, mwanamke ukivaa suruali ni vazi la kikahaba. Kuna mavazi ya kikahaba, kila vazi lina mahali pake. Na ndio maana kuna mavazi mengine huwezi kuvaa ukaenda mbele za watu. Sasa neno la Mungu linaposema mwanamke asivae mavazi yampasayo mwanaume na mwanaume asivae mavazi yampasayo mwanamke, mavazi yanayompasa mwanaume yanajulikana na yanayompasa mwanamke yanajulikana. Ila ninyi mnajizima data, eti mnasema Biblia haijataja moja kwa moja kwamba vazi la mwanamke ni lipi na vazi la mwanaume ni lipi. Mbona unatambua kwamba hii ni chumvi tunaweka kwenye mboga na sabuni tunaogea? Kwa nini ushindwe kutambua kwamba hizi nguo ni za mwanaume na hizi nguo ni za mwanamke? Mbona sisi hatuvai magauni? Kwa nini nyinyi mnavaa suruali? Eti hizi ni suruali za kike. Hakuna suruali ya kike. Hilo ni jina la kipagani, jina la shetani aliyolileta. Eti modo. Hakuna modo. Mavazi ya kikahaba mojawapo ni suruali. Kuna mavazi ya kikahaba. Mithali sura ya 7 kuanzia mstari wa 6. Maana katika dirisha la nyumba yangu nalichungulia katika shubaka yake, nikaona katikati ya wajinga, nikamtambua miongoni mwa vijana kijana mmoja asiyekuwa na akili, yani mzinzi. Kwa sababu neno la Mungu linasema azinie na mwanamke hana akili. Sasa neno la Mungu linasema hivi: kijana mmoja asiyekuwa na akili akipita njiani karibu na pembe yake, akishika njia iendayo nyumbani kwake, wakati wa magharibi, wakati wa jioni, usiku wa manane, gizani, natazama mwanamke akamkuta ana mavazi ya kikahaba. Kwa hiyo kuna mavazi ya kikahaba. Kwa hiyo nguo ambazo ni suruali, hii ni vazi ya kikahaba ambazo wanawake wanavaa kwa sababu zinabana maungo yao. Suruali ni vazi ya kikahaba, ndio maana makahaba wanavaa kwenda kujiuza, wana masuruali, wana vimini, wana nguo zilizo na mpasuo. Hizo ni nguo za kikahaba, nguo za mpasuo, vimini au nguo zinazobana maungo ya mtu yanachoreka, yanaonekana. Sasa kwa kuwa suruali ni mojawapo ya vazi ya kikahaba, Timotheo inasema hivi.
Timotheo 2:9. Vivyo hivyo wanawake na wajipambe kwa mavazi ya kujistiri pamoja na adabu nzuri na moyo wa kiasi, si kwa kusuka nywele wala kwa dhahabu na lulu wala kwa nguo za thamani, bali kwa matendo mema, kama iwapasavyo wanawake wanaoukiri uchaji wa Mungu. Haiwezekani wewe mwanamke wewe unaukiri uchaji wa Mungu afu unapingana na neno. Unavaa misuruali, unavaa vimini, unavaa nguo yanayobana maungo yako. Neno la Mungu linasema tuvae mavazi ya kujistiri, sio kwa wanawake tu, mpaka wanaume. Wanaume wapo wengine ambao wanavaa mavazi hayawastiri, vinguo vimewabana. Neno la Mungu linatusihi tuvae mavazi ya kujistiri. Lengo la watu kuvaa mavazi ni ili kujistiri utupu wao. Sasa wewe unapokuwa umewacha utupu wako nje au mavazi yanakuonyesha maungo yako, hujajistiri bado. Na kwa kuwa umeenda kinyume na neno la Mungu linalosema tuvae mavazi ya kujistiri, wewe haujajistiri. Kwa hiyo wewe uko kinyume na Mungu. Ndio maana kwenye neno la Mungu kuna watu watakataliwa mbinguni. Watasema tulitoa mapepo kwa jina lako, tukafanya miujiza mingi kwa jina lako. Yesu atawakataa watu. Sasa jiulize ni akina nani ambao wataenda mbele za Mungu au mbele za Yesu kujitetea kwamba tulizifanya kazi zako, kwa nini unatukataa? Jiulize ni akina nani. Tuwe makini sana tusije tukawahubiria watu wengine wakapona, sisi tukapotea. Mathayo 7:21. Si kila mtu aniambiaye Bwana Bwana atakayeingia katika ufalme wa mbinguni, bali ni yeye afanyaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Wengi wataniambia siku ile, Bwana Bwana, hatukufanya unabii kwa jina lako, na kwa jina lako kutoa pepo, na kwa jina lako kufanya miujiza mingi? Ndipo nitawaambia dhahiri, siwajui ninyi kamwe, ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu. Kwa hiyo kuna watu watakataliwa mbinguni. Sasa jiulize ni akina nani? Neno la Mungu unalijua, lakini unapindisha. Kwa hiyo neno la Mungu limetusii, limeturuhusu kuonyana na kufundishana pale mwenzako anapoenda ambapo siko. Umeona eh? Kwa hiyo nilikuwa ninaomba wachungaji, toka umeanza kufundisha kwenye kanisa lako wewe mchungaji, kuwapi watu wa umo kanisani, kuna wazee wa kanisa, kuna wachungaji wasaidizi, kuna vijana umo hapo, uwe unawaruhusu wanafundisha neno, kuna vitu wanavyo. Kuna vitu wanaviona umo ndani, wape ruhusa wafumue watu. Lakini kwenye kitabu cha Wafilipi 2:3, msitende neno lolote kwa kushindana wala kwa majivuno, bali kwa unyenyekevu kila mtu na mhesabu mwenziwe kuwa bora kuliko nafsi yake. Kwa nini nimesoma hili neno? Kuna watu wao wanaanza kujikuta wasafi sana kuliko wenzao. Aliona yeye ndo bora, hakuna mwingine kama yeye. Lakini pia Wafilipi hiyo 2:5 inasema hivi: iweni na nia hiyo ndani yenu, ambayo ilikuwamo pia ndani ya Kristo Yesu, ambaye yeye mwanzo alikuwa yuna namna ya Mungu, naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho. Yaani Yesu, ile namna ambayo Yesu wakati amevaa mwili wa kibinadamu, katika roho yeye ni Mungu, lakini wakati amevaa mwili wa kibinadamu hakuutumia ule mwili na kujiona ya kwamba yeye ashikamane, ajione ya kwamba bwana mimi niko sawa na Mungu, hata nikiwa katika huu mwili wacha nifanye hivi tu ninavyotaka. Hakushikamana na ule uungu ambao ulikuwa ndani yake. Alikaa kimya, hakujivuna, hakujiona kule kuwa sawa na Mungu kwamba ni kitu cha kushikamana nacho. Lakini watu wa siku hizi akifunga siku 5, anajiona mpaka ana uwezo wa kutembea juu ya maji. Yaani akiwatazama nyinyi anaona nyinyi sijui vitu gani. Kwa hiyo usijione bora kuliko wenzako, bali waone wenzako ni bora kuliko wewe. Ila wakianza kwenda ndivyo sivyo, wape neno kama ninavyowapa nyinyi sasa hivi. Lakini watu wa sasa hivi ni wabishi, mna masikio ya utafiti. Timotheo 4:1 inasema siku za mwisho watu watajitenga na imani ya kweli, wakisikiliza roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani. Kwa hiyo watu mnasikiliza mafundisho ya mashetani, mnaacha neno la Mungu. Mnapenda kufarijiwa Kristo sasa hivi wanapenda wao wanabembelezwa kama vile wanataka kununuliwa embe. Basi nyamaza, nitakununulia embe kubwa kidogo, ndio mnataka mwe mnabembeleza hivyo. Sisi ni wadhaifu. Neno la Mungu linasema ufalme wa mbinguni unachukuliwa na wenye nguvu na wanauteka. Kwenye kuteka ina maana katikati kuna vita. Na neno linasema hakuna kinyonge wala kidhaifu kitakachoingia mbinguni. Sasa wewe kama unajikuta mdhaifu, wewe udhaifu wako huo utaenda nao motoni. Vaeni mavazi ya kujistiri. Unaweza ukatumika vizuri tu. Watu ukaombea mapepo yakatoka, magonjwa yakapona, wakabarikiwa, lakini wewe ukakwama mbinguni hauendi. Mungu anaweza kutumia hata mzinzi kuhubiri neno, lakini sio kwamba huyo mzinzi anaenda mbinguni. Ni ametumika tu amehubiri. Anaweza kutumia hata mnyama. Soma kitabu cha Hesabu sura ya 22 mstari wa 28. Bwana akakifunua kinywa cha yule punda, naye akamwambia Balaam, nimekutenda nini hata ukanipiga mara 3 hizi? Punda akaongea. Kwa sababu gani punda aliongea? Punda wakati amempakia huyu jamaa ambaye anaitwa Balaam, alikuwa anaenda kwa nia mbaya kwa wana wa Israeli. Sasa malaika alikuwa anasimama mbele ya punda, punda anakwepa. Akienda hivi malaika anaenda mbele yake. Akienda hivi malaika anaenda mbele yake. Jamaa akaanza kumpiga yule punda. Anashangaa kwa nini anaacha njia na ananipeleka wapi huku, maana punda aliacha hadi njia. Alipompiga sasa karibia mara 3 zote, ndipo Mungu akafunua kinywa cha punda, akaongea na Balaam. Sasa wewe pia unaweza ukatumika kama, usidhani huyu punda kwa kuwa aliongea, alifunguliwa na Mungu kinywa kikafunguka,
Huenda huyu punda mbinguni tusimkute kwa sababu huyu ni punda tu, roho yake inapotea. Hata wewe pia unaweza kutumika, japokuwa wewe ni mzinzi, unavaa mavazi ya kikaaba, mavazi ya kuvaa ukaanza kuwatamanisha watu. Na huku unahubiri neno la Mungu na mbinguni usiende, ukatumika tu kama punda alivyotumiwa huyu. Uwezo ukaenda.